the finest podcast, finest. Oh, he's the finest podcast. The finest. The finest. Oh, he's the finest. The finest. Karibu tena kwenye Mweza Finest, kipindi chetu pendwa, lakini host wako ni mimi Kisiki. Niko na mwenzangu hapa Sadik Tajiri. Lakini leo tuko kwa ajili ya kupiga stori mbili tatu ili tuendelee kufahamu mambo gani ya Mweza yapo, kwa maana kwamba chakula gani kwa ajili ya watu wa Mweza, shughuli gani za kiuchumi na fursa gani za kibiashara, ama fursa zote ambazo ni nzuri kwa vijana ama kwa jamii ambayo iko nje ya Mweza waje kwa ajili ya kufanya uwekezaji. Nimeona ndugu yangu Sadiki, unajua ni muda mrefu alikuwa nje ya Mweza akapambana na maisha lakini at the end of the time akasema hapana, lazima nirudi nyumbani, hata kama nitakuwa na mitikasi nje ya Mweza, lakini nirudi nyumbani niwekeze kwenye ardhi ya nyumbani. Mimi bwana leo akasema tukionana ndugu yangu, hii kitu mimi sitaikalia chini. Juzi kwenye mitandao watu wa Facebook kuna mmoja alikuwa anaomba ushauri. Ndio. Unasoma? Yeye ushauri wake ukaomba, jamani, nimepata mwanamke kutoka Mweza. Na nishauri nini? Mtu alisema kabisa ni Mbondei. Jamani, nimepata mchumba wa Kibondei kutoka Mweza. Na nishauri nini? Bwana. Comment nyingi sana hazikuwa rafiki kwa huyu Mbondei ambaye anataka kuolewa dada. Na sidhani hata kama uchumba ule utakuwa unaendelea mpaka sasa hivi, kwa maana jamaa watu walimshambulia sana kuhusu yule Mbondei anataka kumuoa. Hili jambo linakuja, nadhani zakata story shazisikia kuhusu wanawake wa Kibondei, Wewe una define vipi wanawake wa Kibondei kwenye maisha yao ya kimapenzi na mpaka kufika kwenye ndoa? Kabla sijataja madhaifu na mazuri kwa wanawake wa Kibondei, lakini makabila mengi, hata Wabondei nao wanaambiwa wasiwe makabila mengine kwa sababu ya tabia. Lakini mimi ni muumini mzuri wa kusoma Biblia. Kuna mstari ukisoma unasema upendo huvumilia, upendo hauhesabu mabaya. Kwa hiyo ukimpenda mtu ile kutoka moyoni, wala uoni kama kabila, si kabila ni kikwazo na vitu vingine. Kwa hiyo lakini mwanamke wa Kibondei ni moja ya mwanamke mzuri, ama mwanamke yani kama unapata mwanamke wa Kibondei ni mwanamke ambaye anaweza akavumilia hali zote. Ukakuta mkapambana mkawa na kitu, baadaye hamna kitu, lakini bado ana uwezo wa kuvumilia. Lakini ni mtu ambaye ana uwezo wa kukushauri na kukusupport kwenye, kama mwanaume akusupport kwenye kupambania mafanikio. Kuna ambiaje watu ambao wanazungumza Wabondei? Changamoto moja tulionayo Wabondei ni wanasema tunaringa, lakini au tunadharau. No, huwa mara nyingi nyeusi nyeupe. Wanawake ama jamii ya Kibondei hawana kona kwamba hii hapana, hii ndio. Kwa sasa kama mtu anatamani kuja Tanga kuoa makabila yaliyopo Tanga, kama ni Wasambaa, Wabondei, kama ni Wadigo na Wazigua, mimi nawaambia wamepata sehemu sahihi, hawatajutia. Na kama ukuwa na una mpango kutafuta mke, ujue utafute wapi, Tanga kuna komenti moja kwenye huyo mtu anauliza hapa. Anasema kwenye mapenzi wapo vizuri kuliko makabila mengine yote. Hilo likoje? Mapenzi, tunapozungumzia mapenzi ni jambo, ni dubwana pana. Ndio. Sasa wengi ukisikia mapenzi wanawaza ngono. Lakini still Wabondei wako vizuri kwenye mapenzi, kwa maana kwamba wana moyo wa upendo. Akikupenda, wenyewe wana msemo wao, ukipenda boga upende na ua lako. Manake yani akitokea amekupenda, manake hata familia yako ataipenda, hata ndugu zako Tetei. Wabondei ndio wako hivyo. Yani kwenye masuala hiyo nikupa positive comment. Lakini kuna hii hapa, ukioa mke wa Kibondei hata ukipata hela ujuzi na shaji, hapana, havina mahusiano kabisa. Hayo ni maneno tu ya watu. Kwa hiyo mimi ninachoamini, ukipata mwanamke wa Kibondei mtashauriana namna gani pesa mlizo nazo mziongeze, mkuze uchumi wenu. Okay.
Sawa. Nakusomea nyingine hapa. Mambo kama anasingizia sana wanawake Kibondei. Hii inasema kwamba mwanamke amemshauri hapa, amemwambia kimbia tena sana. Mwanamke wa Kibondei hafai kuoleka, anapenda vitu vizuri, kujiremba muda wote, lakini pia hapendi ndugu wa mwanaume. Kimbia tena sana. Hii hapana, mimi nakataa. Nadhani kama kutokupenda ndugu wa mume ni uruka ya mtu mwenyewe. Lakini havina mahusiano. Kuna kitu kimoja ambacho watu wakielewe. Hiyo sijui kusema kimbia mwanamke wa Kibondei anasemaje? Hebu rudia. Yaani hapa wamemwambia kwamba anapenda kujiremba, hapendi kujishughulisha. Yaani ni watu maana wanapenda vitu vizuri. Sasa kwenye vitu vizuri hapo si kwamba ni Wabondei peke yao. Watu wote wanapenda vitu vizuri. Na ukiachana na Wabondei kuna watu wengine wanakado wanasema mwanamke anapenda pesa. Ni uongo. Yaani sio mwanamke kupenda pesa, hata sisi wanaume tunapenda pesa. Na ukitaka kujua unapenda pesa, ukiwa huna pesa, hata vaa yako unakuwa yani hata wewe mwenyewe hujipendi. Sio nisemeje? Ushakuona hiyo, yani kwamba una pesa uko rafu yani, lakini ukiwa na pesa kuna namna vitu vikali kama hivi kwa na mama kodi pale unapita unatungua unapendeza. Lakini sasa kama huna hela, yani hata wewe mwenyewe vaa yako, yani mtu akikuona unajua huyu hana hela. Yani natamani ukikutana na mtu umwambie, umuonyeshe picha yako ya siku 3-4 zilizopita kwamba mimi ndio huyu napendezaga maana yake hata wewe mwenyewe ukiwa huna pesa ujipendi. Kwa hata huyo mwanamke wa Kibondei si mwanamke mwingine. Okay. Sawa. Tuendelee kumwangalia mwanamke wa Kibondei. Kuna huyu hapa anasemaje bwana? Hata mimi naomba kufahamishwa A to Z ya hilo kabila. Nimepata girlfriend ana miaka 19 but naona chenga kidogo. Ananizungusha tu eti mpaka nikajitambulishe kwao na nitangaze ndoa. Kwa mwamba kanyimwa mpaka ndoa. Wana msimamo hivyo kweli. Kama umempenda basi fika nyumbani, wazazi wakujue, tupate utaratibu. Na kitu kimoja ambacho kipo kwa wanawake, mimi nasema mtu akipata mwanamke wa Kibondei amepata kwa sababu wanawake wa Kibondei tangu wanakuwa wanafundishwa maisha. Wakati sisi tuko wadogo tunakuwa, wakati mnakula chakula ukimaliza mboga kwa haraka utasikia hutaenda kwa ndugu. Kwa hata binti wa Kibondei anafundishwa kwa maana kwamba ukiwa na kidogo sio mboga, ina maana ukiwa na kidogo ukitumie taratibu kisije kikaisha kabla hujapata kitu chengine. Wanafundishwa namna ya kupika. Kuna kabila unajua, kuna makabila leo utachukua binti wa miaka 25 30 hata kupika hajui. Sina maana kwamba ukioa mke umeoa mashine ya kupika, lakini kuna wakati anatakiwa muandalie mumewe chakula. Na kuumiza tena yule alotaka binti alotaka ana girlfriend ana 19 but anaona chenga kidogo. Huyu bwana kuna mtu kamjibu hapa, anamwambia mapenzi magumu kushaurika. Unaona? Ila hili kabila halitoe wake Tanga. Hili kabila kwa ujumla ni shida sana. Maneno makabila mimi kwa ujumla ni shida sana. Ngoja kama ni shida sana. Ngoja twende taratibu. Ame ni mjumbe brother. Wewe ni mjumbe. Ngoja twende taratibu. Twende taratibu. Hizo ni comment za watu. Ila sijakusikia na wewe unalizungumziaje kabila la Kibondei. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, hapo ukiposti mtandaoni au ukiposti ya Kibondei na wewe ukiposti ukisema nimepata mwanamke wa Kipare, nimepata mwanamke wa Kichaga, nimepata mwanamke wa Kimakonde, sio wa Kifipa, utapata comment kama hizo.